Kwa jina ndio Jabiri Hussein Sichoni. Kwanza natoa shukrani sana za kuweza kunikutanisha na chief mwanangu. Mimi ni mwenyeji wa Kyela Kasala. Maisha yangu yote Kasala. Yaani Kasala katika mfumo wa maisha yangu. Ngoja kwanza. Wewe ni mwenyeji wa Kyela? Kasala. Kasala iko. Kasala iko Ipinda, Ipinda pale unaenda kwenu vile afu unaenda Kasala Ikikusia. Kwa mzee Moikana pale. Kasala kwa kina Moikana pale. Ndio nimekalipana shule nimesoma ya Marungo. Yaani pale nje panda kwenda Ipinda. Si iko nani Kikusia pale. Sasa pale kuna kibao. Njia inaenda Kasala, inaenda Ipinda, inapita mpaka Tenende. Ndio Kasala sasa ndio mimi ndio shule nyumbani kwetu. Sawa bwana. Sasa katika kupita hapa na pale kwa kweli mambo Mwenyezi Mungu akawa ametoa riziki fulani. Lakini sikuweza kuizingatia ile riziki kwa sababu nilikuwa sina uhakika nayo. Lakini baada ya siku ninavyozidi kwenda na mimi nikawa nimpoleza kumbukumbu za kipindi cha nyuma, nikawa nimpoleza kumbukumbu. Sasa karibuni hapa nakuta huyu mtu chifu mtandaoni watu wananisupport. Bwana, mbona huyu mtu mfana naye sana? Inakuwaje? Sio nikaje inawezekana ikawa kijana wangu. Sasa mimi baada ya kuona vile bwana, sasa cha msingi basi ngoja tuposti hii picha. Niweze kukutana naye ili niojane naye vizuri. Baada ya hawa jamaa kuona maisha yanayoishi hatarishi, alafu ina maana picha yangu mimi na picha ya chifu. Yaani ni kitu ambacho kimefanana, uweze kutofautisha. Sasa nikafikiria kwamba huyu bwana akaniuliza, "Wewe, mbona mfana chifu? Afu maisha yanaishi ya shida. Na wewe mfana na chifu, kwa nini tusiposti picha ya chifu na yako? Labda unaweza kupata msaada." Kwa hiyo mimi ndio nawasibitishia kwamba mimi chifu. Hii ni picha tu ambayo ilifanywa yani kama nini ile? Kama ni kiki. Au sio bwana? Ni kiki, lakini nia kubwa ni kupata msaada. Kwa sababu wanapata msaada watu ambao hawajafanana naye. Umeelewa jamani? Na wewe umefanana. Mimi nimefanana naye na mimi nafaa kuitwa tu wewe bwana chifu mwanao, na mimi nikaitika ndio. Mtaani natambulika kwamba mimi chifu mwanangu kweli jamani. Na unakubali? Nakubali ndio. Sasa nitafanyaje? Ndevu, mdomo, kila kitu. Mimi naficha. Jamani, uongo. Hadi sauti, au uongo machifu? Mimi naongea ukweli bwana. Mimi shida yangu bwana, hali yangu ni mbaya. Shida yangu nipate msaada. Wewe unatamani. Watanzania nadhani mzee mmemsikia. Wengi mliona ile video ya mzee ikionekana mimi ni baba yake amenitelekeza na nini. Ile ilikuwa ni njia yake ya kunitafuta ili tuonane. Kwa hiyo sio kila kitu mnachokiona mtandaoni mnakichukua tu, mnamlaumu mtu bila kujua. Mimi ndo kwa maana ya kwanza leo naonana naye. Kiukweli tumefanana na tunatokea wilaya moja kwa maelezo yake. Kwa sababu akisema anatokea Kyela, mimi mwenyewe ni mzao wa Kyela Ipinda. Yeye Kasala. Kwa hiyo kuna connection kwa sababu sisi Wanyakyusa ni watu ambao automatic ni kama tunafanana. Alafu hata namna ya kuongea tunaendana kwa sababu tunajeuri. Hata ukiwa sina 100 uwezo kaniambia kitu, mimi si Mnyakyusa. Alafu Mnyakyusa wa Kyela. Yaani wakati nikimwangalia mzee bora anaongea anajiamini kabisa. Inakuwaje? Bora muongo na mwenye kumbukumbu, lakini nimekuja kugundua mzee nia yake ilikuwa anatamani kupata msaada. Na mimi leo nimeonana naye. Binafsi siwezi nikaahidi kwamba nitakununulia bajaji, nitafanya hivi lakini tutakaa chini mimi na yeye nje ya kamera niangalie ni vitu gani anaweza kuvifanya. Anionyeshe kwanza kwa vitu vidogo ninavyompa nione ametoka ameenda wapi. Ndipo nimpe vitu vikubwa. Uwezo ukakurupuka tu siku moja ukampa mtu vitu alafu kesho unamkuta barabarani anavitumia vibaya, mnaanza kugombana. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo niko na mshua hapa, nimemuita Chief Godlove Foundation headquarter na nilikuwa napiga naye story.